Na wapenzi watazamaji wa Platform Show, tumempata bi harusi baada ya kuhangaika sana. Tumehangaika sana kumpata bi harusi hadi tumempata sasa hivi. Tunakwenda kusikilizisha ile exclusive yenyewe ya mwenyewe anaolewa sasa hivi. Anafahamika kwa jina la BAA au Jado kwa wale ambao wanamfahamu maeneo ya Buyenzi. Bi harusi, pole sana kwa mchoko. Asante, nishapoa. Upo vizuri? Alhamdulillah, mashallah. Furaha ipo? Imezidi kila. Kwa sababu watu ambao wamechoka, furaha inaoga inapotea. Au upande wako kivipi? Yaani furaha ipo lakini na mchoko sana. Yeah. Pole. MC kanizunza sana. Nimeona. Tuzungumze sasa harusi yako, unaolewa. Ebu tupe kwanza safari yako ya kimapenzi. Kwa ufupi kidogo, ilikuwaje mpaka sasa hivi unaondoka, ndio unatuacha hivi kwenye game? Yaani safari yangu ya kimapenzi sio ndefu sana. Ni fupi mno. Lakini niseme tu kama hakuna ambaye hataolewa kwenye hii dunia. Kama gisi kila mtu atafariki, basi kila mtu ataolewa. Kwa sababu lile ambalo binadamu analipanga, basi kwa Mwenyezi Mungu alipo. Mkamilifu wa kila kitu ni Mwenyezi Mungu pekee. Sasa story yangu ya mapenzi ni fupi lakini kidogo inastuaga wengi. Kwa sababu mimi mwanaume wangu ambaye ni mume wangu alikuwa rafiki yangu. Mnaweza kwenye urafiki? Alikuwa rafiki yangu, baadaye urafiki ukamzidi, akanambia kuwa nachoka, naona kama urafiki sitaki. Mimi nataka nikuoe, sitaki kutupendane na kuoa. Basi kama mwezi mmoja tu kitu kikajipa. Yaani alini propose kama wiki moja mbili, ya tatu harusi. Umesema baada ya wiki mbili mambo yakawa vizuri, una mapenzi yakawa kwa sababu lakini kutokana na urafiki wenu mlikuwa na muda mrefu sana mko kwenye urafiki. Vipi, ilichukua muda gani urafiki mpaka kuja urafiki wenu ulichukua muda gani? Urafiki ulichukua muda mrefu lakini sio watu wa karibu. Sio watu wa karibu kwa sababu ni mtu ambaye anasafiri sana. Ile sometimes salamu hivyo kama tumekumbukana lakini kwa muda. Ila pindi imefikia wakati wenye Mwenyezi Mungu anasema nyie wawili lazima muishi pamoja. Ilibidi akawa sana close na mimi. Tukapeana muda. Baada ya kupeana muda ikaonekana tu basi tuwekane karibu moja kwa moja. Tuje kwenye swala la changamoto. Changamoto nadhani mimi tunafahamiana na watu wengi wanakufahamu BAA. Ni mfanyabiashara pia ni mtoto wa mjini kama kawaida. Vipi kwa upande wenu nyinyi watu wawili, hizi mambo yenu haya mtayahandle vipi? Yaani ni mtu wa kusafiri sana na wewe una mambo yako. Mmejiandaa vipi? Maana kwenye ndoa ni kitu kingine hiki. Mimi binafsi niko mtu ambaye nimeridhika na kila hali. Hadi tunafikia hapa bimaana tumekubaliana. Akisha nafsi zimeridhia. Mume wangu ni mtafutaji, mimi pia ni mtafutaji. Kumbe kwa muda atanisubiria, kwa muda nitamsubiria. Maana si yeye peke yake anasafiri, hata mimi pia nasafiri pia. So inaweza kafikia mimi nikawa Burundi, yakawa kama hivi yupo Nairobi, Kenya, sawa. Akaja hapa, mimi nikawa labda na mimi nimesafiri, ikabidi na yeye nisubirie. Maana tuko kwenye hali za kusubiriana. Lakini kipindi maisha yatakaa sawa, itafikia tu wakati tujimudu wenyewe. Ila kwa sasa hivi tukae sehemu moja, yani mume wangu kwa sasa tafutia hapa na mimi natafutia hapa. Lakini kwa sasa bado tunajitafuta. Na kitu kingine, mimi nilipopata taarifa kwamba unaolewa, unajua mimi nilishtuka kidogo. Nasema dadangu ana muda mrefu kweli. Watu wanasema kama umri umeenda. Watu wengi wanasema hivyo. Nataka kufahamu kuna maneno lazima yawepo, kuna vinonongo vya watu hata nyumbani lazima waseme mbona nini hatuoni mtu. Nataka kujua kitu gani ambacho kilikuwa kinatokea kwa upande wako wewe, labda nyumbani, marafiki, kulikuwepo haya maneno na ulikuwa unayajibu vipi? Mimi niseme tu hakuna mwanamke ambaye hajaolewa eti hataki kuolewa. Hapana. Ndoa ipo ila binadamu tu ndo anaichelewesha. Ila kwa Mungu ipo. Ndio maana unaona kwa saa hii nasimama kama mke halali wa Bwana Abduli. Kwa sababu ndoa ipo. Ila tukisema tufate maneno ya mitaani ndio naweza kusema labda yanatuchelewesha.
sawa, kwa sababu kila mmoja ana nafsi yake, ana vile ambavyo anavyokupokea ndani ya nafsi yake. Sasa ili uweze kukamilisha jambo bila Mwenyezi Mungu hapa utoboi. Unatakiwa Mungu mbele, binadamu nyuma. Sawa, lakini kikubwa tu tufahamu kuwa wakati wa Mungu ni sahihi kuliko binadamu. Yeah. Okay. Na somo umepitia kwa somo? Somo wangu umemwona. Nimemwona na ndio umeyafuata yale ambayo ameyazungumza. Yani lazima. Yote kabisa. Kabla yani mimi somo namfuataga mapema sana. Kweli. Yeah. Na hivi somo wanakuaga na faida kwa wamolewaji? Na ana faida kubwa. Kuna vitu ambavyo wewe unajua, unafahamu wewe kama wewe. Lakini kwa kipindi utafika kwa somo, utaona kama mimi nilikuwa yani mimi wapi. Fikeni kwa somo jamani. Masomo ni tiba ndani ya ndoa. Masomo hapo vizuri. Na kitu kingine kwenye upande wa masomo, watu wanakuaga wanasema kwamba kuna baadhi ya vitu ambavyo wanafundisha kweli vinasaidia. Kama vimeenda sijui kina maadili haviko kimaadili zaidi. Kama kitu kipi? Huwa tunasikia, unajua si hatuagi huko. Hata wanaume watu ruhusiwi. Lakini taarifa ambazo tunazipataga wanasema kwamba kuna baadhi ya vitu mnafundishwa huko ambavyo kwa kiukweli havipo, eti viko kinyume na maadili. Kwa hivyo binafsi mimi sifahamu. Binafsi sifahamu kipi ambacho kipo kinyume na maadili, kwa sababu ambavyo anakufunza viko ndani ya dini. Mtii mume wako, heshimu ndoa yako, mambo tu fulani ya ndoa. Sasa dini sinasema jamani tuheshimu ndoa. Kwa mwanaume na kwa mwanamke pia. Sasa saa ngapi somo kasha kwambia haribu ndoa yako? Chezea ndoa yako. Sasa ataenda kinyume vipi na dini? Kuna watu wanasemaga kwamba hasa watu ambao hawafahamu mambo ya somo, na wale ambao wanakuaga hawako sio Waswahili. Semaga ukienda kwa Waswahili kule kufundishwa Waswahili, mara sijui atakufundisha sijui kunyonga, sijui nini. Yaani vitu vya ajabu ambavyo vinazungumzwa. Yupi ajui kunyonga? Wao wanasema yani masomo wanawashutumu kwamba vitu ambavyo wanawafundisha nyinyi ambao mnakwenda kuolewa viko kinyume na maadili. Yaani baadhi ya maneno ambayo wanasema watu ambao hawafahamu na wala hawajaenda kwenye masomo hao ambao mmoja wapo miongoni mwao ni vile ambavyo wanakuwa wasikia ati wale masomo wanafundisha sijui kunyonga, mara wanafundisha sijui kufanya hivi sijui hivi. Yaani vitu vingi wanazungumza. Yaani binafsi naweza nikasema yule ambaye anasema wanafundisha kunyonga sijui kunyonga, sawa, asiongei kabla hajafika. Ndio ile nakwambia kila siku binadamu anachelewa. Binadamu wanatuchelewesha sana kwa sababu ya maneno yao. Wanapenda kunukuu vitu ambavyo hawajaviona, wanapenda kuhakiki kitu ambacho hawajakijui. Yani ilimradi tu fulani kakwambia basi unachukulia ndo hivyo. Umeiona wewe hiyo? Mtu ambaye hajaalikwa ananyonga. Hajaalikwa na somo. Ukimwona anakata maneno kama feni. Amefundishwa na nani? Ukimuuliza una somo? Sina somo. Sasa kwa nini sasa somo asifundishi kunyonga wakati asiyokuwa na somo ananyonga? Sasa mimi sioni ni vile ambavyo mtu anapokea jambo. Na asili yetu sisi, naweza sema asili ya sisi ambao tumeumbwa na Allah, huwa haturidhiki bali tunaridhishwa na yale ambao tunayoambiwa kuliko kuridhika na yale ambao tunayaona. Pia tunaweza tukayaona lakini tukakataa. Sio kweli bana. Sasa binadamu hawawezi na maneno yao. Waache tu. Na tumalizie kwenye hili ambalo mara nyingi sana nadhani uko na timu yako na nimeona pale zawadi kubwa sana nimeona umepewa pale. Mara nyingi wanasemaga kwamba ndoa huwa zinaharibishwa na marafiki. Timu yako vipi kwenye upande wa timu yako? Ndio unaiacha kabisa au hakuna mawasiliano tena, inakuaje? Mimi niseme tu binafsi namshukuru Mwenyezi Mungu. Kila siku kile ambacho unachomuomba Mwenyezi Mungu, sidhani kama atakikunyima. Kama ukimuomba kwa nia moja na mapenzi. Naweza sema tu binafsi Mungu alinipa yule mume ambaye ninayefanana naye. Kwa sababu mimi nafsi yangu naweza kusema ni nyeupe, akisha hainaga hofu wala na mashaka na mtu. Naweza kama kusema mume wangu pia. Sidhani kama anaweza akasema hicho kitu. Kwa sababu yule ambaye yuko karibu yangu anatakaga mjue yule nani, anafanya nini, ni nani. Namwambia yule rafiki yangu
kabla hajanioa Six Lady yote anawafahamu. Ya, anawafahamu, naambia mimi wale ndugu zangu. Anawaheshimu sana. Ya, anawaheshimu. Sasa upande wa marafiki naweza nikasema kama dunia nzima mimi ni marafiki zangu. Ya, dunia nzima mimi marafiki zangu. Sasa atanikataza niishi duniani? Labda nitoe duniani. Ya, sasa alinikuta mimi ni mfanyabiashara, najuana na watu tofauti, atanikataza kuongea na watu? Haiwezekani. Sasa naweza nikachukulia tu kama kwenye hiyo sekta mume wangu sio dunia yake wala sio sehemu yake. Mume wangu naweza kusema kuwa ni Mswahili kwa sababu anaongea Kiswahili na ni mtoto wa Uswahilini, lakini kwenye tabia na vigezo vya Kiswahili. Laiti mume wangu angekuwa Mswahili mimi asingenioa. Lakini kwa kuwa amejaa kiume, mwanaume na ngai, mwanaume na nusu, mashaallah, yuko na mwanamke na ngai. Ya, niseme tu alhamdulillah. Neno la mwisho wa kumalizia, kama una lolote la kuwaombea watu, mtu chochote kile ambacho nacho. Ya, sana binafsi naweza nikasema alhamdulillah, na nawashukuru sana watu ambao wamenisupport. Kamati nzima ambao imesimamia afternoon best party, ya ndugu zangu, marafiki zangu na waarifiwa wote ambao wamenisupport, kwa sababu sio rahisi. Sio rahisi eti ualike watu na uwapangie mavazi na kila mmoja aheshimu yale mavazi. Ukumbi mzima waheshimu. Maana yake ni kitu ambacho sio kidogo. Ndio maana naweza nikasema nawashukuru sana. Mwenyezi Mungu awakutanishe na mazuri yao wote ambao walinisupport. Na wale ambao kunisupport walihitaji kunisupport lakini wakawa mbali na uwezo, Mwenyezi Mungu awape zaidi ya vyenye wanavyo. Na wale ambao walikuwa pengine wanafurahia machoni, moyoni hawaridhiki, pia Mwenyezi Mungu awastiri na wahifadhi. Na wale ambao waliongelea mabovu sana kwa ajili ya harusi yangu, kwa ajili ya ndoa yangu, mpaka sasa naishi na mume wangu salama, maneno bado yanaendelea. Mwenyezi Mungu awanyoshe nafsi zao na ndimi zao ziweze kufika kuongea hata na mtume, kwa sababu uongo mwingi unakuwa huwezi kuongea. Yani kuna sehemu ambazo hawezi fika kwa sababu ya uongo. So ya mambo mengine tu ni kumshukuru Mwenyezi Mungu. Ila sana mimi nawaombea dua. Mwenyezi Mungu awaongoze na awastiri. Na nafsi zao wajitahidi kuzitakatisha, kwa sababu unaweza kuwa unataka kufika sehemu fulani, sawa? Hiyo sehemu ukaona kama hauifiki, wewe unajoza mimi nafeli wapi? Hospitali kwa mganga unaenda, usiku unakesha unasali, unasahau nini? Kitu kimoja tu, ahadi na nafsi. Nafsi yako inakunja. Wewe unamwambia kila siku mwenzako mabaya. Unafikiri Mwenyezi Mungu anasema nini? Amina na wewe pia. Hatari na hiyo kitu. Unamkadiria mwenzako mabaya, akisha malaika wanapokea amina na wewe pia. Unafikiri ile na wewe pia inakuaje? Wanake kile kibaya Mungu anakupa wewe. Anaanza na wewe kwanza, usikie habari yake. Ukiwa na akili utawaza hichi kitu mbona kama nimemwombeaga fulani kinakuja kwangu. Tufungue nafsi ili tuweze kufika tunapopataka. Tujitahidi kuwa tunasifiana japo kidogo, tuache kuwa tunachafuliana sana hali ya hewa. Mwenyezi Mungu apendi. Si ni binadamu. Hapa tunaishi, lakini tukumbuke kama kuna sehemu ambapo tutaishi zaidi. Tujitahidi sana katika hali